Hallelujah. Hallelujah. What a mighty moment. Ni wakati mkuu kiasi gani? Again, for those who may have just joined us, na kwa mara tena kwa wale ambao umejiunga pamoja nasi I hivi want to sasa, repeat these very important visions of the Lord ningependa kurudia maono haya ya muhimu zaidi ya Bwana before we continue. kabla tuendelee. I spoke very clearly Nilinena kwa wazi sana about the vision of April 27th, juu ya maono ya Aprili tarehe 27 2011. mwaka wa 2011, And I said in the tremendous visitation of the Lord, na nikasema kwamba huo mtembeleo mkuu wa ajabu wa Bwana, all of a sudden I found myself kwa ghafla nilijipata in a place where I was preaching. Nilijipata mahali nilipokuwa nikihubiri, And as I was preaching there were many ushers that were helping people to get into the meeting. na nilipokuwa nikihubiri pale kulikuwa na mashemanzi wengi waliokuwa wakiwasaidia watu waingie mkutanoni. And as I continued preaching, the Lord spoke with me by voice and said Na nilipoendelea kuhubiri, Bwana akaninenea kwa sauti na kusema that I should tell the ushers to go get seated and partake of this message. ya kwamba niwaambie mashemanzi waende kuketi na wasikilize ujumbe huu. After that, Na sasa baada ya hapo, the ushers went and sat. mashemanzi walienda wakaketi. But after they had sat on my right hand side, I see some two others that are still standing. I guess they're looking for seats. Lakini baada ya wao kuketi katika mkono wangu wa kulia, ninaona wawili ambao bado wamesimama. Ninadhani walikuwa wanatafuta viti. And on my left hand side, I see one who is still standing there. Na katika mkono wangu wa kushoto ninamwona mmoja aliyekuwa bado amesimama pale. I could identify clearly which country I was in Ningeweza kutambua kwa wazi ni taifa gani lililokuwa and what people they were, na watu wale walikuwa watu wa namna gani, and the meeting itself I can identify. na mkutano wenyewe pia ninaweza kutambua. And so when the ushers had just sat, Na sasa wakati mashemanzi walikuwa wameketi tu, walipokuwa ndio wameketi tu, and then I continued announcing the coming of the Messiah. na kisha nikaendelea kutangaza kurudi kwake Masihi. And then at that time, Na kisha wakati huo, immediately the rapture took place. mara moja unyakuzi ukatendeka. And I saw a lot of people Nami nikawaona watu wengi in big shock, katika mshangao mkubwa, because the rapture had taken some people. kwa sababu unyakuzi ulikuwa umewachukua watu fulani. But the people that the rapture had taken were very glorious in their countenance. Lakini watu wale ambao unyakuzi ulikuwa umewachukua walikuwa watu wa utukufu kabisa katika sura zao. And that can only tell me that actually the word had accomplished its purpose in their lives. Na hiyo inaweza kunieleza kwamba kwa hakika neno lilikuwa limetimiza makusudi yake katika maisha yao. And that can only tell me that actually the Holy Spirit had had his way in their hearts. Na hiyo pia inanieleza kwamba kwa kweli Roho Mtakatifu alikuwa amepata usukani wake katika maisha yao. But as they went, I saw them flying past the clouds. Lakini walipoenda niliwaona wakipaa juu zaidi ya mawingu. And that was very dramatic to see them, over the clouds and moving very fast like it would be a rocket. Na hiyo ilikuwa ya kushangaza kabisa kuwaona wakienda wakipaa juu ya mawingu kama roketi. And then when they met the Lord in the sky, Na sasa walipokutana na Bwana angani, they entered into the glory of God. waliingia katika utukufu wa Mungu. And then a big cloud came and covered that entrance, closed it. Na kisha wingu kubwa kabisa likaja na kufunika kiingilio hicho. And I know that cloud that closes it is the cloud that spells the season of closed heaven over the earth. Na ninajua wingu hilo lilofunika ni lile ambalo linanena juu ya majira ya mbingu zilizofungika juu ya dunia. But at the same time, when I now looked down, I saw so many Christians that had failed to make it into the wedding of the Lamb. Lakini sasa wakati huo nilipotazama chini nikawaona Wakristo wengi ambao hawakuwa wameweza kuingia kwa harusi ya mwana-kondoo. And there was a lot of distress, Na kulikuwa na dhiki nyingi sana, a lot of wailing and mourning, kuomboleza kwingi na kulia Mourning. machozi, all kinds of agony. kila namna ya kuteseka. Because it was very difficult to explain
They did not know how to explain what had happened. Kwa sababu ilikuwa vigumu zaidi kwao kuelezea kile kilikuwa kimetendeka. Precious people. Watu wa dhamani. And I saw the appearance of those who missed the rapture of the church. Na niliona sura za wale waliokosa kuingia katika unyakuzi wa kanisa. Another part of this vision, let me release this also. Sehemu nyingine ya maono haya wacha pia nikaiachilie. I saw those who did not make it before the rapture. I saw them. Niliwaona wale ambao hawakufaulu kuingia kabla ya unyakuzi. Niliwaona. I saw them trying very, very, very hard to make it. Niliwaona waking'ang'ana kwa bidii sana ili wafaulu kuingia. But they could not make it. Lakini hawangeweza kuingia. They struggled. Waling'ang'ana. And still they did not make it. Lakini bado hawakuingia. But anyhow, for those who entered, it was glory and the wedding supper of the Lamb. Lakini kwa wale walioingia ilikuwa utukufu na harusi ya mwanakondoo wa Mungu. And those who failed to make it, it was doom that was spelled on that day. Na wale ambao hawakuweza kuingia ilikuwa taabu na shida ambayo ilinenwa siku hiyo. And that's why. Na ndio maana. This is what I want to highlight. Hiki ndicho nataka kusisitiza. That in everything you do, ya kwamba katika kila kitu unachofanya, please ensure that you maintain a readiness in your heart. Tafadhali hakikisha kwamba unahifadhi utayari ndani ya moyo wako. The Bible tells us nobody knows the day or the hour of the Messiah's return. Biblia inatuambia kwamba hakuna mtu ajuaye siku wala saa ya kurejea kwake Mesia. Even the angels in heaven, hata malaika wa mbinguni, and the Son of Man himself, wala mwana wa Adamu mwenyewe. And that's why you see now, na ndio maana unaona hivi sasa the releasing of such precious details, kuachiliwa kwa maelezo ya kilindini ya kiasi hiki, that the Lord lavished me with on that 27th April 2011. ambayo Bwana alinimiminia hiyo tarehe 27 ya Aprili mwaka 2011. It actually speaks a lot of love that God has to the Church of Christ. Kwa kweli inanena juu ya upendo mwingi zaidi ambao Mungu anao juu ya kanisa la Kristo. Because kwa sababu I can see the meeting, I can identify the place once I encounter it. Ninaweza kuona mkutano na kutambua mahali pale tu punde napopafikia. Precious people, watu wa dhamani, this is a very critical time in the Church of Christ. Huu ni wakati ulionyeti zaidi katika kanisa la Kristo. And we see that the Lord says that when that happens in that place, it will be daytime. I will be having a meeting in the daytime in that part of the world. Na tunaona kwamba Bwana anasema kwamba wakati itatendeka katika sehemu hiyo ya ulimwengu utakuwa mchana. Nitakuwa na mkutano katika sehemu hiyo ya ulimwengu. But isn't it very disturbing at times for those who are not ready? Lakini je, si ni ya kusumbua kabisa wakati mwingine kwa wale wasiokuwa tayari? That most recently the Lord showed me the garment. Kwamba hivi juzi kabisa Bwana alinionyesha lile vazi. The white glorious garment. Vazi jeupe la utukufu. As in that is what is needed for entry into the kingdom of God. Yani kusema kwamba hiki ndicho kinachohitajika kwa ajili ya kuingia kwa ufalme wa Mungu. And then after a short while, alafu baada ya kitambo kidogo, now he shows me the rapture of the church. Sasa ananionyesha unyakuzi wa kanisa. Prepare the way, andaini njia, for the coming of the Messiah. Kwa ajili ya kurudi kwake Mesia. The Messiah is coming. Mesia anarudi. I have seen he is coming. Nimeona kurudi kwake. I have seen the Messiah coming. Nimeona Masihi akirudi. Prepare the way. Andaini njia. In your hearts. Ndani ya mioyo yenu. In absolute holiness. Na katika utakatifu kamili. And ensure. Na hakikisha. That in your lives. Ya kwamba katika maisha yenu. You live a life that is in the fear of the Lord. Uishi maisha yaliyomo katika kumcha Bwana. That is wisdom. Hiyo ni hekima. The wisdom of the kind that the wise virgins had. Hekima ya namna ile ambayo wanawali wenye busara walikuwa nayo. Precious listeners. Wasikilizaji wa dhamani. At this time in the history of the church. Katika wakati huu katika historia ya kanisa. There isn't even much time to debate what.
Hakuna wakati wa kutosha wa kujadiliana mambo. But the most important thing that the church can do today, Lakini la muhimu zaidi ambalo kanisa laweza kufanya leo, is to rush out to the perishing world ni kukimbilia ulimwengu unaoangamia and introduce them to Jesus before it's too late. na kuwatambulisha kwa Kristo kabla kuchelewe. Precious listeners, Wasikilizaji wa dhamani, I have seen the coming of the Messiah. nimeona kurudi kwake Mesia. I have seen the rapture of the church. Nimeuona unyakuzi wa I kanisa. have seen the church being taken away. Nimeona kanisa likinyakuliwa. Prepare the way. Andaini njia, The Lord is coming. Bwana anarudi.